Sema kwamba kwa miaka ambayo imepita pengine miaka 10 hivi tumekuwa tukiongeza deni la serikali kila mwaka. Na jambo ambalo limechangia sana ni kwamba kuna lile jambo linaloitwa deficit. Deficit ni ile tofauti kati ya mapato na matumizi. Tunapoanza mwaka kuna ile deficit ambayo tunaweza anza nayo. Unaanza kwamba kuna miaka ambayo pengine tunaanza na deficit kama ya bilioni 367, hiyo ni 2014 2015. Lakini hapa katikati, wakati mapato yetu yanapokuwa hatupati mapato ambayo tulikuwa tunategemea, hatupunguzi matumizi yetu. Basi unakuta kwamba kama huo mwaka tuliweza kuongeza hiyo gap hadi bilioni 732 by 99%, asilimia 99. Hiyo imekuwa ikienda hivyo hata mwaka huu ambao tuko wa 2023-2024, unakuta ya kwamba tulianza na hiyo deficit ya 718, na kwa sasa kulingana na ile ripoti ambayo imetolewa ilikuwa na ya supplementary budget, tuko katika 909. Hiyo ndio imechangia kwa ukubwa sana ya kwamba deni la taifa, ya kwamba wakati tunafanya ile projections ama ile mtazamio wa mapato ambayo tutapata kama serikali, kama taifa, inakuwa kwamba tumekuwa unrealistic. Kwa sasa kulipa deni la serikali ama ile public debt imekuwa ndio kama the largest MDA ministry, department and agency, kwa sababu mwaka huu tulikuwa tunatarajia kwamba tutaweza kupata mapato kama ya trilioni 2.5, pengine kwa namba ambayo wengi wataweza kuelewa, shilingi 250. Deni letu ni 167. Hiyo inamaanisha ya kwamba tukiweza kupata hizi fedha zote kwa kila shilingi 100 ambayo tunapata kama mapato, shilingi 73 shillings inaenda katika kulipa deni. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba pesa zinazobaki ni shilingi 27. Ndio pale ambapo lazima tununue dawa, tulipe daktari, tulipe mwalimu, tulipe polisi, tulipe jeshi. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba katika hata huo mwaka unakuwa kwamba lazima pia uweze kukopa ili ukaweza kufanya matumizi ya kila wakati. Kulingana na jambo ambalo rais amesema ya kwamba tutakuwa na ile balanced budget. Balanced budget itaweza kupatikana ikiwa tutaweza kuzungumzia jambo la matumizi, kwa sababu shida ambayo tuko nayo kubwa sio shida ya mapato. We don't have a revenue problem. Ukiangalia kila mwaka tumekuwa mapato yetu yamekuwa yakikua, ile kuongezeka kwa asilimia 10 hivi. Mwaka tu wa COVID 2020-2021, hapo ndio kulikuwa na ile dip ama ile kutokuwa kwa mapato. Lakini tusipozungumzia jambo la matumizi ya serikali, ile expenditure, ikiwa matumizi yetu yatazidi kuwa makubwa mengi hata wakati mapato, kwa hiyo kama nilivyoelezea mwaka huu, unakuta ya kwamba mapato ya serikali hayajaweza kuwafikisha yale ambayo tulikuwa tumepangia, lakini matumizi yetu yanazidi kuongezeka. Kama hatutazungumzia hilo jambo na hatutafanya hilo, basi ile balance budget itakuwa ni vigumu sana kuweza kuifikia. Bila shaka kama